Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu ambaye unatutazama kupitia video hii fupi. Mbele yako naitwa Mwalimu Jackson Emmanuel Kabigigi. Niko na mtumishi wa Mungu mkurugenzi, lakini pia ana vyeo vingi. Ningetamani nisiwe na maneno mengi ya kuzungumza, lakini tunayo machache ya kusikia kutoka kwa mtumishi wa Mungu, na lengo hasa tutakalolisikia au linalofanya muweze kutusikiliza hapa ni kuhusiana na kongamano zuri sana la section ya Mabwepande ambalo linategemea kufanyika tarehe 10 mpaka tarehe 12 mwezi wa 6. Katika kongamano hili kutakuwa na mambo mengi, lakini naomba nisiwe mzungumzaji zaidi, nimkaribishe mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe pastor. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Pastor, pole na majukumu ya kumtumikia Mungu. Asante. Mungu ni mwema sana, anatuwezesha sana. Amen. Pastor, huyu aliyeko hapa na kutazama anatamani kujua tarehe 10 mpaka tarehe 12 mwezi wa 6 kutakuwa na kongamano la vijana wa section ya Mabwepande. Mimi na anayekutazama hatuwezi kujua hilo kongamano linalenga nini na nini hasa kilichopelekea kongamano hili likaonekana kwamba lifanyike kwa kipindi hicho, na hasa linalenga kijana na nini. Karibu sana. Asante. Kwanza kabisa nipende kujitambulisha. Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Florence Joseph Tibangayuka. Kwa neema ya Mungu ni mkurugenzi wa idara ya vijana katika section yetu nzuri ya Mabwepande ambayo tuko chini ya baba yetu mwangalizi Mchungaji Zakaria Shila. Nipende tu kusema ya kwamba tarehe 10 hadi tarehe 12 kama mpendwa wetu Mr. Jackson alivyozungumza, tutakuwa na kongamano la uamsho ambalo ni kongamano la vijana, na kimsingi kongamano hili ni kongamano ambalo ni la kitaifa katika nchi nzima ya Tanzania. Makongamano kama yatakuwa yakifanyika katika section zetu mbalimbali, na sisi kama section ya Mabwepande tutakuwa na kongamano kama hilo. Kwa hiyo itakuwa tarehe 10 hadi tarehe 12 ya mwezi wa 6 2026, na kongamano hilo litafanyika hapa katika kanisa la TAG Boko Calvary. Amen. Mtumishi wa Mungu, kwa maelezo yako ni mazuri. Wewe unayetutazama, nafikiri sasa unaanza kupata hasa nini ambacho kitakuwa ni cha special sana katika siku hiyo. Pastor, huyu anayekutazama kijana wa Mabwepande section, lakini wa Kinondoni na wa Tanzania kwa ujumla, nilikuwa na swali labda nataka niulize, ni kwamba hili kongamano linahusu vijana waliookoka na kumjua Mungu tu ama linahusu na vijana wengine? Hebu tuambie tupate kujua. Mimi niseme tu ya kwamba kongamano hili moja linawahusu watu tofauti tofauti. Tunao watu ambao wameokoka tayari, tuko nao wanamjua Mungu, lakini bado pia limelenga hata vijana ambao bado hawamjui Mungu hata sasa. Kwa hiyo wote tunawakaribisha katika kongamano hili. Amen. Kongamano linahusu wanaomjua Mungu lakini pia wasiomjua Mungu. Tuambie sasa, tutegemee nini katika kongamano hilo? Kama kanisa la TAG tuko kwenye kipindi cha miaka 13 ya moto wa uamsho. Na ukijaribu kuzingatia na kuangalia namna ambavyo tumeandaa masomo ya kongamano hili, yote yamelenga ni namna gani vijana wataamka tena kiroho na katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tutarajie uamsho mkubwa wa vijana, uamsho katika kuishi mabadiliko, lakini pia ni uamsho katika eneo la Injili, kwenye eneo la kimaongozo, kwenye eneo la kimahusiano. Yani tumejipanga kuhakikisha kwamba mara baada ya kongamano hili yani vijana waishi maisha ambayo yanaksi kwamba kweli yani tumeamka kama vijana wa section ya Mabwepande. Vijana, kongamano hilo linalenga kutuamsha kama vijana wa Mabwepande. Kwa mtu ambaye hafahamu section ya Mabwepande ni nini na inahusika na makanisa gani, kwa sababu wengine wanawezekana wapo lakini hatujui tukisema section ya Mabwepande inahusisha nini na nini, tungetaka tujue ile hasa huyu kijana anayetoka kwenye section ya Mabwepande usikose. Ya kanisa letu la TAG lina
niseme ya kwamba tuna ngazi tofauti tofauti. Tuna ngazi ya kitaifa, lakini tukitoka katika ngazi ya kitaifa tuna ngazi ya jimbo, na tukitoka kwenye ngazi ya jimbo ndo sasa tunakuja kwenye ngazi ya section au sehemu. Sasa section ya Mabwepande ni miongoni mwa section ambazo ziko katika jimbo letu la Kinondoni. Na katika hii section yetu ya Mabwepande ambayo inaongozwa na mwangalizi wetu Mchungaji Zakaria Shila, tunao makanisa 11 ambayo tunafanya nayo kazi katika section yetu ya Mabwepande. Tunalo kanisa la Boko Calval, tunalo kanisa la Boko Magengeni, tunalo kanisa la TG Bulumawe, tunalo kanisa la TG Mlango Mzuri, tunalo kanisa la TG Mpiji Bunjubi, tunalo kanisa la TG Mabwepande, tunalo kanisa la True Worshipers, tunalo kanisa la Mji wa Bwana, tunalo kanisa la TG Kitunda. Tunayo makanisa ambayo yanapatikana kwamba ni ukanda wa kwamba ni Kinondo. Tunayo Kinondo B na Kinondo Magorofani. Makanisa yote tunatumika nayo katika idara ya CS. Ameni, wewe mwana CS au mtumishi unayetazama kupitia Boko Calvary Media, umeweza kujua sasa kwamba section hii ya Mabwepande ina jumla ya makanisa 11, na ambapo kila kanisa lina washirika wa mahali pamoja. Na kwa mujibu wa mkurugenzi wetu hapa ametueleza vizuri sana kwamba kanisa letu la TAG linaloongozwa na mchungaji Mtoka Bali ambaye ndio askofu wa kanisa hili, tuna ngazi tofauti kuanzia kwenye ngazi ya chini kabisa, tunakuja kwenye ngazi ya jimbo mpaka ngazi ya taifa. Na makanisa haya kwa pamoja ndio huunganisha kanisa moja linaloitwa TAG. Sasa mchungaji, labda sasa tuzungumze kidogo. Vijana wamekuwa ni watu ambao katika namna moja ama nyingine sio rahisi sana kuwapata kutokana na maisha yao. Hata Biblia inasema vijana tunazo nguvu. Kwa hiyo sometimes vijana wanatumia nguvu kwenye maisha yao ya kawaida na pengine kusahau hasa kwamba hizo nguvu kwanza tuanze na Mungu. Unamwambia nini kijana huyo ambaye anasikia tukisema kuna hilo kongamano la tarehe 10 mwezi wa 12 lakini anachukulia ni kawaida? Unatamani kumwambia nini ili kila kijana atamani kuhudhuria kongamano hilo? Karibu. Mimi niseme ni kweli tuko katika zama ambazo vijana wengi tunachakalika, tunao majukumu mengi, lakini ningelipenda sana kushauri kijana ambaye unatufuatilia ya kwamba ulipe umuhimu kongamano hili. Maana sisi kama uongozi tumejiandaa sana kuhakikisha kwamba kila kijana atakaye kanyaga katika kongamano hili hataondoka kama atakavyokuja. Na hii inadhibitishwa kwa namna ambavyo tumeandaa walimu, lakini pia tumeandaa masomo ambayo yana uwezo wa kumsaidia kijana. Na masomo ambayo tuko nayo yamkini anaweza kuwa na thamani kuliko kitu ambacho kijana pengine atakipata ndani ya siku moja. Ni vitu ambavyo vitamsaidia katika maisha yake yote. Kwa hiyo mimi tu niwatie moyo vijana kwamba tumejiandaa vizuri kuhakikisha kila kijana atakaye kuja mahali hapo, yani hatojutia muda ambao ameutumia kuja kwenye kongamano. Kijana ambaye unatamani kuona kwamba kufika, unashauriwa ufike, kwa sababu kuna mengi ambayo utajifunza na kuona ni ya muhimu, na mchungaji anasema hauwezi ukajutia. Na siku zote kwa Bwana hatujutii. Wewe ambaye unatutazama, lakini pia ambaye wewe sio mtumishi kama sisi, uko ni bodaboda, unaweza ukawa uko ni muuza duka, unaweza ukawa unafanya shughuli yoyote na unasikia kuna walokole, kongamano hili halichagui aliokoka ambaye hajaokoka, kwa sababu sisi tunamtumikia Mungu na Mungu anaokoa watu. Sasa mchungaji, labda kijana ambaye anakutazama au mtumishi anayekutazama angetamani kujua walau masomo yapi, kama ikiwezekana ukatuibia kidogo tukaanza kuwa na tamaa, mtumishi wa Mungu, naweza labda ukatambia ili tutegemee kuja kujifunza juu ya nini, ili watu wawe wameandaa diary, peni na kujiandaa kisaikolojia. Karibu. Ya, tumeandaa masomo kimkakati kama tunavyojua kwamba tupo katika nyakati za uamsho, na somo la kwanza ambalo tutakwenda kuwa nalo ni kijana na uamsho. Tamanio letu ni kwamba mara baada ya kongamano hili basi tuone vijana wakiamka katika
nyanja zote za kimaisha, kiroho, lakini na maeneo mengine ambapo yani msingi wa mambo yote hayo ni kuamka katika kwamba ni hali ya kiroho. Lakini somo jingine ambalo tutakwenda kuwa nalo ni somo la Ijue CS. Somo la Ijue CS ambalo hili tumelenga ya kwamba vijana wote katika section tuwe na uelewa unaofanana juu ya idara hii ya mabalozi wa Kristo. Lakini somo jingine tunatambua ya kwamba yani msingi mzuri wa uamsho ni kuwa na viongozi ambao wako vizuri. Kwa hiyo tumelenga ya kwamba tuwe na somo la kiongozi, somo la uongozi ambalo litasaidia kumwandaa huyu kijana ambaye yani atakuja katika kongamano hili kuwa kiongozi katika jamii. Na tunafahamu ya kwamba maadamu unaishi wewe ni kiongozi, hata kuanzia ni ngazi ya maisha ya mtu mmoja mmoja, yani mtu binafsi. Lakini somo jingine ambalo ni la msingi pia kwa vijana, tumeona tuwe na somo la uchumba hadi ndoa. Tumeona tuwe nalo hili kwa sababu ni ngumu sana kuwa na kanisa ambalo limeamka ikiwa kuna changamoto katika habari ya mahusiano baina ya vijana. Kwa hiyo tumeandaa masomo hayo ambayo tumelenga kabisa kwamba vijana wanayahitaji sana kwa nyakati tulizo nazo. Amen. Vijana tunahitaji mambo mengi sana kama ambavyo tumemsikia mchungaji, na mimi naanza kufarijika na nafarijika zaidi kwamba wewe kijana ambaye unatamani kuhudhuria, usikose kuhudhuria kwa sababu kuna masomo takribani 4 ambapo umeweza kuyasikia. Somo la kwanza kabisa ni juu ya uamsho, lakini pia tutakuwa tukijifunza nini maana ya Christ Ambassadors. Wewe kijana, umri upi unapaswa kutumika kama CS, lakini pia uweze kujifunza mambo mengi yanayohusiana na uongozi. Sisi ni viongozi, na kiongozi ni nani? Kiongozi ana maadili gani? Kiongozi ana tabia zipi? Na kiongozi anatembeaje, kuanzia ngazi ya familia, kanisa na hata katika mambo mengine. Lakini mwisho, vijana tunafahamu tumekuwa tukitesana sana, tukilizana sana katika utumishi wetu, mahusiano, jambo ambalo linaumiza sana walio wengi. Usikose kuja kusikia ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako na upate uponyaji. Sasa mtumishi wa Mungu, labda sasa tunaamini kwamba jambo lolote linapokuwa ni la kimungu au hata kama likiwa la kibinadamu linahitaji uwezeshaji. Anatutazama hapa kwenye video hii na tamani apate kujua nini ungetamani kuwaomba wadau wanaotutazama, watumishi wanaotutazama, lakini yeyote ambaye anawiwa kuguswa. Je, kuna sadaka ambayo pengine inahitajika ili tuweze kuendesha shughuli hii? Ya mimi niseme tu maandalizi ya matukio kama haya yanahitaji uwezeshaji. Kwa hiyo mimi niwakaribishe wadau wote ambao wako tayari kwa ajili ya kuwezesha kongamano hili. Tunahitaji fedha kwa ajili ya uwezeshwaji. Maana ni tulitamani sana kwamba katika hizo siku ambazo vijana watakuwa hapa, angalau yani wapate chakula ambacho yani kitamwezesha kijana yani kutulia, yani akisikiliza yani masomo kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo tuwakaribishe wadau mbalimbali, watu mbalimbali ambao wanaguswa na huduma ya vijana kushiriki kwa ajili ya kuisapoti ili kongamano ili lifanyike kwa uzuri, na tuhakikisha kwamba kila kinachohitajika kinakamilishwa katika kongamano hili. Asante mtumishi wa Mungu. Hakuna jambo ambalo linafanyika na lisihitaji pesa. Wewe kijana wa Boko Calvary Revival Temple, wewe kijana wa Mlango Mzuri, kijana wa Mambwe Pande, kijana wa kanisa lolote lile la section hii ya Mambwe Pande, tafadhali sana tuungane na wachungaji wetu tuwezeshe hili kongamano. Ni kongamano letu. Vijana tunakuwa na ugumu, lakini nikuombe uwezeshe kwa sababu tutakula, tutakunywa katika mwili na katika roho. Pastor, sasa tumalize. Na pengine sasa una neno lipi kwa ufupi ambalo ungetamani kulisema kama kumalizia, kwa kumwambia kijana ambaye anajiandaa sasa na hii tarehe 10 mpaka 12 mwezi wa 6? Kwanza kabisa nizungumze jambo hili ya kwamba katika rika la ujana ni wakati au muda ambao kijana anakumbwa na kelele nyingi sana. Sasa kwa sababu ni wakati ambao Mungu anamtaka huyu kijana, lakini pia na shetani yana anapambana ili amvute huyu kijana.
ni wakati ambao kijana asipopata maarifa sahihi ya yeye ni nani na anatakiwa kufanya nini kwa wakati wa ujana, vijana wengi tumeona yani wakipotea. Nyakati hizi ambazo yani tunazungumza, tunao vijana wengi ambao yani wameangukia katika hali ya ushoga katika vitu mbalimbali. Tunao mabinti ambao yani wanajiuza kwa sababu hawakujua kitu sahihi cha kufanya katika wakati sahihi wa ujana. Sasa tunapoandaa makongamano kama haya, yamelenga hasa kuwakumbusha vijana ya kwamba sisi ni vijana na ni kitu gani cha kufanya katika umri huu wa ujana, ili ujana wetu yani usije kuwa kwa hasara bali ukawe kwa faida. Kwa hiyo niwakaribishe vijana wote kokote mnako nisikiliza, niwakaribishe kwenye kongamano hilo. Litafanyika kwenye kanisa la TAG Boko Calvary ambalo linapatikana kumani barabara ya Bagamoyo karibu kabisa na sheli ya Victoria. Unaweza ni ukashuka kituo cha Chama au kituo cha California na yani kama utakuwa na uwezo na kufika pale kanisani TAG Boko Calvary. Kwa hiyo tuwakaribishe vijana wote. Itakuwa ni tarehe 10 kuanzia majira ya saa 3 kamili mpaka saa 10, tarehe 11 kuanzia majira ya saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 10 jioni, na siku ya tarehe 12 kuanzia majira ya saa 3 kamili mpaka saa 10 kamili za jioni. Tuwakaribishe, tunawapenda sana na nikuhakikishie kabisa hautaondoka kama utakavyokuja. Karibuni sana vijana wote mnaponisikiliza. Asante mtumishi kwa kuwa umetukaribisha na sisi tunakaribia, lakini kuna ambaye pengine angetamani kupata mawasiliano yako. Karibu kama una mawasiliano ili aweze kukupigia pengine kwa maelekezo zaidi. Kwa maelekezo zaidi unaweza ukanipata kwa namba 0783762672. Narudia tena 0783762672. Hiyo namba inapatikana muda wote. Ipo yani inapatikana muda wote, iwe mchana au usiku. Amen. Asante sana wewe ambaye umetufuatilia kupitia Boko Calvary Media. Ni matumaini yangu kwamba umeelewa sasa nini maana ya kongamano hili tunalotegemewa kwanza tarehe 10 mpaka tarehe 12 mwezi wa 6. Sisi vijana tuliokoka tunampenda Yesu na tumeitwa kutumika. Sio na mengi ya kuzungumza, tunaisubiri sana siku hiyo. Karibu ufurahi. Majina yangu ni Mwalimu Jackson Emmanuel Kabigi. Asante na karibu sana. Amen.